Karibu kwenye chaneli yangu ambapo tunajifunza mambo mbalimbali ikiwemo elimu ya fedha, maendeleo binafsi, maarifa ya biashara, lakini pia tunajifunza jinsi na namna bora ya kuboresha mahusiano, ikiwa ni mahusiano yako wewe binafsi, lakini pia mahusiano yako wewe na watu na jamii ambayo inakuzunguka. Ikiwa unataka kuyaboresha maisha yako kutoka kwenye viwango vya chini kwenda kwenye viwango vya juu zaidi, basi uko mahali sahihi kabisa. Usisahau kusubscribe ili tuendelee kwa pamoja kwenye safari hii ya mafanikio, lakini pia ukuaji. Leo nataka tukaongelee mambo makuu matatu ambayo kila mmoja anahitaji ili kuweza kufikia kusudi lake. Na uzuri, haya mambo kila mtu anaweza kuyafanya mwenyewe bila kuhitaji msaada wa mtu yoyote. Jambo la kwanza ambalo kila mtu anahitaji ni picha halisi ya kule ambako unaelekea, au tunaweza tukasema ni maono au malengo yako. Unataka kufika wapi? Huwezi ukatoka nyumbani unaelekea au unaenda safari ambayo hujui unaenda wapi. Hiyo haitakuwa safari, itakuwa ni kuzurula, maana yake hujui unaenda wapi. Mfano, mtu ukiwa unataka labda kuwa mfanyabiashara mkubwa, unataka kuwa na duka, lazima ujue kwamba cha kwanza unajua mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, nataka kuwa na duka. Sasa itabidi ujue duka lako unataka liwe wapi, hilo duka kubwa. Okay, mimi nataka niwe na duka kubwa labda Kariakoo. Duka lako linakuwa linauza nini? Itakuwa linauza vitu fulani. Bidhaa zako utakuwa unatoa wapi? Nitakuwa natoa sehemu fulani. Hiyo ndio picha halisi ya kule ambako unataka kufikia. Lakini bila kusahau kwamba hilo duka unataka lifanikiwe au ufikie hilo lengo baada ya muda gani, hilo lengo lako la kuwa na duka Kariakoo. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu ambaye anajua anakuelekea au ana picha halisi ya maisha yake na mtu ambaye hana. Mtu ambaye hana vision, hajui anaelekea wapi, anakuwa na tabia kuu tatu. Tabia ya kwanza inakuwa ni mtu ambaye anaiga. Yaani mtu ambaye anafanya kila kitu ambacho mtu anafanya. Watu wengine wakifanya naye anafanya. Watu wengine wananunua nguo naye atanunua. Watu wengine sijui wanaenda kwenye sherehe naye ataenda. Akialikwa huko ataenda. Akiletewa hiki atafanya. Yaani anakuwa ni mtu ambaye hana misimamo, especially au sana sana na matumizi yake ya pesa. Ni mtu wa kufanya vitu ambavyo watu wengine wanafanya. Kitu kingine cha pili ni mtu ambaye anakuwa anaanza vitu na kuacha. Kwa nini? Kwa sababu hajui wapi anaelekea. Yaani anaanza hiki, akiona amefika katikati anakutana na changamoto anaacha, anaanza kingine, anakutana na changamoto anaacha, anaanza kingine. Anakuwa ni mtu ambaye hafanyi kitu kimoja. Na faida ya au mtu akitaka kufanikiwa, kitu cha kwanza anachotakiwa kufanya ni kuwa na consistency, kuwa ni mtu wa kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu. Changamoto zipo, hakuna kitu ambacho utafanya afu usikutane na changamoto. Sasa kwa mtu ambaye anajua anaelekea wapi na maisha yake, hata akikutana na changamoto hawezi akaacha, kwa sababu anajua ninakotakiwa kwenda, hii ndio njia ambayo natakiwa nipite. Yaani lazima nivuke hichi kikwazo ili nifike kule ambako ninakotakiwa kwenda. Lakini kama mtu hajui anaelekea wapi, kwa sababu hajui kama hii ndio njia sahihi au sio njia sahihi, ataacha, atajaribu kitu kingine, anakuwa ni mtu ambaye anapoteza muda kwenye kujaribu na kujaribu. Kitu kingine ambacho mtu ambaye hana vision anakuwa nacho ni anakuwa ni mtu ambaye hana raha, hana furaha, kwa sababu haoni kitu chochote ambacho amefanikisha kwenye maisha yake. Mtu ambaye anajua anakuelekea, kuna kitu fulani katika kupambana kwake kuelekea anakotakiwa kwenda, kuna kuwa na vitu ambavyo tayari amefanikiwa vidogo vidogo ambavyo vinamsaidia kufika kule ambako anakuwa anaelekea. Kwa hiyo vile vitu vina tabia ya kumpa mtu furaha. Akiangalia kitu fulani anajisikia vizuri kwa sababu kinamsaidia kwenda anakotakiwa kwenda. Lakini mtu ambaye hana malengo, hana vision, anakuwa hana furaha kwa sababu akiangalia maisha yake haoni kitu ambacho anafanya na maisha yake. Kwa hiyo ni vizuri kila mtu katika kuelekea kule ambako anatakiwa kwenda kuwa na kusudi. Tengeneza kusudi kwenye maisha yako, lakini sasa uanze kulifanyia kazi kuelekea kule ambako unatakiwa kwenda. Na kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho ni kujua wapi unaelekea. Kwa kila mtu sasa wajiangalie, je, unajua wapi unaelekea? Kaa chini, andika naelekea sehemu fulani. Na kiwa naelekea huko ambako natakiwa kwenda, ni nini na nini natakiwa niwe navyo? Ni marafiki gani natakiwa niwe nao? Ni vitu gani natakiwa niwe navyo? Je, hiki ninachotakiwa kufanya kinahitaji pesa kiasi gani? Kwenye hii pesa natakiwa niwe natunza pesa kiasi gani ili niweze kufikia lengo kwa mwaka huu ambao mimi najiwekea kwamba natakiwa niwe nimefanikisha hili jambo. La pili ni imani. Imani kwenye kile ambacho unakiona. Imani kwenye
kwenye yale maisha ambayo umeyaona ukiwa unayaishi labda baada ya miaka 5, baada ya miaka 10. Imani kwenye yale maono uliyoyaona kuhusiana na biashara yako na jambo lingine lolote ambalo umejiona utakuwa umelifanikisha ndani ya muda fulani. Adui wa kwanza wa maisha ya mtu na mafanikio yake ni yeye mwenyewe. Watu wengi wanakujaga baadaye wakiwa kama kumalizia tu. Alafu mwisho wa siku mtu unakujaga na sababu kwamba waliosababisha nisifanikiwe labda ni ndugu, jamaa na marafiki. Lakini mtu wa kwanza kabisa ambaye amesababisha usifanikiwe kwenye jambo ambalo ulikuwa unataka kulifanya ni wewe mwenyewe. Na hii imetokana na kutokujiamini, kukosa imani kwako wewe mwenyewe, kukosa imani kwamba unaweza ukalifanya hilo jambo. Mara nyingi tukiangalia watu ambao wamefanikiwa kwenye mambo fulani, tunakuaga na tabia ya kujipa moyo kwamba sisi tumeshindwa kwa sababu tumekosa support. Tumeshindwa kwa sababu familia zetu sio za kitajiri. Tumeshindwa kwa sababu, yani mtu unakuwa na sababu nyingi za kuweza ili ujisikie vizuri kwamba umeshindwa kwa sababu fulani, lakini ukweli ni kwamba adui wa kwanza wa kushindwa kufanya jambo fulani ni wewe mwenyewe. Pale ambapo unajiamini kwamba unaweza ukafanya kitu fulani, basi hata akili yako na mazingira yako vyote vinafanya kazi ya kukusupport ili kuweza kufanya kile kitu na lile jambo liweze kutokea kweli. Changamoto zipo, watu ambao watakukatisha tamaa wapo, ikiwemo labda wanaweza wakawa ni marafiki, watu wa karibu na watu wengine wote ambao wanakuona ukiwa unalifanyia kazi lile jambo ambalo unataka kufanya. Lakini usikubali kukatishwa tamaa na watu ambao hawakioni kile ambacho unakiona. Leo wewe ukiwa na vision, unajiona labda ukiwa na kampuni ya aina fulani, ukamhadithia mtu fulani ambaye yeye haoni hicho kitu, haoni kama wewe, kuna uwezekano mkubwa akakwambia hicho kitu hakiwezekani kwa sababu yeye haoni kile ambacho unaona wewe. Na tukumbuke kwamba haya maisha kila mtu ameumbiwa kufanya kitu cha kwake. Kwa hiyo leo mimi ukiniambia kitu cha kwako wewe, mimi siwezi nikakupa ushauri kwamba labda kinawezekana au vipi. Hata ningekwambia kwamba hakiwezekani ni sawa, kwa sababu mimi sioni ile jambo kama ambavyo unaliona wewe. Wewe ambaye una ile vision tayari kichwani kwako, una hadi njia za kukuwezesha kufika kule ambako unataka kufika. Lakini ukiniuza mimi kile kitu sijakiweka kichwani, sijakifikiria bado, kwa hiyo sioni njia za wewe kuweza kufika kule ambako unatakiwa kufika. Mara nyingi nitaziona changamoto kwamba sasa unataka kufanya hivyo, una 1 2 3, una hiki, ukiangalia unakuta hauna. Lakini hata ambao wamefanikiwa, kwani walianza wakiwa wana kila kitu mkononi? Hapana, mara nyingi vitu vinatokea taratibu. Unapata kitu cha kwanza, unaona tu watatokea watu watakusupport kupata cha pili na cha tatu. Yani mazingira yako na kila kitu kitafanya kazi katika kusupport wewe kufikia ile kusudi ambalo umejiwekea unataka kufikia. Kwa hiyo usikate tamaa, jiamini kwamba hiki kitu naweza nikakifanya. Wewe endelea kukipambania, endelea kuwa na imani kwamba naweza. Kwa hiyo mwisho wa siku utaweza kufanikiwa kwenye hilo jambo ambalo unataka kufanikiwa. Kama hauna imani kwenye kitu chochote kile, huwezi kufanikiwa. Hata manabii na mitume zamani, kila kitu ambacho walikuwa wanafanya kilikuwa kwenye imani. Mara nyingi imani ndio mara zote imani ndio imewasaidia kuweza kuponya watu, imewasaidia kuweza kufanya vitu vikubwa ambavyo ni miujiza. Lakini hata leo angalia mtu ambaye labda ana ugonjwa fulani, ameamua kwenda kwenye maombi labda kuombewa. Tayari ameshajua kwamba nina tatizo fulani na imani yake inamwambia huku ninakoenda nikiombewa lazima tu nitapona. Kwa hiyo anakuwa anarudia kila siku, anaenda kila Jumapili, kila sijui juma ngapi, anaenda akiamini kwamba ipo siku nitafanikiwa, ipo siku. Unakuta hata mazingira yake vile, kila kitu kinakuwa kinafanya kazi na akili yake vinakuwa vinafanya kazi kumsupport. Jambo la 3 ni kuchukua hatua. Chukua hatua ya kulifanyia kazi ile jambo. Tukumbuke kwamba imani bila matendo imekufa. Kama utakuwa una vision, utakuwa unaamini kwenye hiyo vision yako, unaamini ipo siku utafanikiwa, hilo jambo litakuwa na utakuwa na ushuhuda kwa watu, lakini hauchukui hatua ya kulifanyia kazi hilo jambo, basi hakuna kitu ambacho utakuwa unafanya. Kwa hiyo hatua ya 3 ambayo ni ya msingi zaidi ni chukua hatua. Chukua hatua kuweza kulifanyia kazi ile jambo. Chukua hatua ya kufungua hiyo biashara. Chukua hatua ya kuenda kusomea hiyo kozi. Chukua hatua ya kuongea hicho ambacho unataka ukiongee. Chukua hatua ya kufanya kile kitu ambacho wewe kwenye imani yako unaamini kabisa hicho kitu kinaenda kutokea. Kuna mambo 3 ambayo mara nyingi yanawafanya watu washindwe
kuchukua hatua ya kufanya vile ambavyo wanaamini ipo siku vitakuja kufanikiwa. Namba moja kabisa ni hofu ya kushindwa. Watu wengi wanaogopa kuchukua hatua kufanyia kazi jambo fulani kwa sababu wanaogopa watashindwa, lakini wanasahau kwamba mtembea bure sio sawasawa na mkaa bure. Mtu ambaye anajaribu akashindwa mara ya kwanza, kuna jambo ambalo amejifunza, ambapo akijaribu mara ya pili lile jambo au lile kosa hata alifanya tena. Akijaribu mara ya tatu tayari kuna makosa matatu au mawili tayari ameshajifunza, ambayo akijaribu mara ya tatu na mara ya nne kuna uwezekano mkubwa huyo mtu akafanikiwa kuliko mtu ambaye aliogopa kabisa kuchukua hatua ya kwanza. Tukumbuke kwamba kukosea sio dhambi. Kukosea unajifunza na unaendelea kufanya vizuri na vizuri, mwisho wa siku unakuwa perfect. Unavyorekebisha makosa yako kidogo kidogo, ndio mwisho wa siku unajikuta unafanya kitu ambacho ni bora zaidi. Jambo lingine ambalo linawafanya watu washindwe kuchukua hatua ni kuogopa maoni ya watu, kuogopa watu watanionaje, kuogopa watu wataniambia kwamba huyu sasa hivi anaanza kujifanya mfanyabiashara mkubwa, sasa hivi tunaona unaanza kujiona Dangote, sasa hivi tunaona unaanza kujiona sijui na nani. Kwa hiyo watu wanaogopa marafiki, jinsi ambavyo watawaona, lakini sasa wanasahau kwamba maisha ambayo unayatengeneza ni maisha ya kwako, mwisho wa siku sio maisha ya marafiki zako. Lakini hebu tujiulize, ni mara ngapi sisi, au jiulize wewe kwenye maisha, umekuwa unatoa maoni mfano kwenye maisha ya labda viongozi wakubwa, wanasiasa, wanamuziki, labda wachekeshaji, wafanyabiashara wengine wakubwa. Ni mara ngapi wewe umetoa maoni yako ambayo mara nyingi yamekuwa sio mazuri, ni mabaya, labda huyu sio kiongozi mzuri, au huyu sio mwimbaji mzuri, huyu hata mbona hata hajui kuchekesha wala hatucheki. Lakini hebu jiulize, hayo maoni yako yalifanya nini kwenye maisha yao? Je, waliacha kuchekesha kwa sababu wewe ulisema wao sio wachekeshaji wazuri? Je, waliacha kuimba kwa sababu wewe ulisema nyimbo zao zifurahi au hawana sauti ya kuimba? Hapana, haikufanya chochote. Hivyo ndivyo maneno ya watu yanavyofanya kwenye maisha ya mtu ambaye anajua nini anataka. Yaani maneno ya watu yanakuwa ni kama uyasikii, lakini pia unaweza ukayachukulia kama ni sehemu ya kukusaidia wewe kuanza kufanya vizuri zaidi.